Tunisia dinari moja ilikuwa sawa na thamani ya US dola moja. Sio Zimbabwe dola au nani, US dola. Dola ya Kimarekani moja ilikuwa sawa na Tunisia dinari moja. Unaweza kuona uchumi. Ni kama tuseme tuujenge uchumi wa Tanzania ambapo hela ya Kimarekani, dola moja ya Kimarekani iwe sawa sawa na shilingi moja ya Kitanzania. Hiyo ilisababishwa na mambo tofauti tofauti, lakini ni pamoja na uwajibikaji, unaweza tukafika huko. Pamoja na uzalendo, tunaweza tukafika huko. Lakini pamoja na ubunifu wa viongozi, lakini pamoja na political willingness. Tukiweza kusimamia masuala haya makuu, tunaweza tukaifikisha taifa letu katika hatua kubwa na nzuri kama hiyo. Inawezekana. Mkuu wa wilaya yoyote makini, pamoja na mambo mengine, ana majukumu makuu matatu. Jukumu la kwanza la mkuu wa wilaya ni swala la ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Ukiweza ukasimamia vyema ulinzi na usalama wa watu na mali zao, utakuwa umetimiza jukumu lako kubwa kwa nafasi yako ya mkuu wa wilaya. Kumbuka kwamba mkuu wa wilaya vile vile yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya. Ni chombo kikubwa katika ngazi ya wilaya ambao kinasimamia shughuli mbalimbali, lakini pamoja na masuala ya ulinzi na usalama ya watu na mali zao kwenye wilaya. Kwa hiyo hilo ni jukumu langu la kwanza. Lakini jukumu langu la pili kama mkuu wa wilaya ni swala la kuhamasisha, lakini vile vile kusimamia shughuli mbalimbali za maendeleo katika wilaya yetu ya Kilwa. Mimi ndio kiongozi namba 1 kwenye wilaya ya Kilwa, hivyo na jukumu la kusimamia, kuhamasisha na kuangalia utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya kijamii, kiuchumi, kiutamaduni katika wilaya yetu ya Kilwa. Sekta za elimu, sekta za afya, sekta za maji, mawasiliano na kadhalika. Ni sekta ambazo zinaingiziwa fedha nyingi. Kama mkuu wa wilaya makini, lazima uwe karibu na kufahamu shughuli zote, miradi mbalimbali ambayo inaendelea kwenye halmashauri ya wilaya yako au kwenye wilaya yako. Kwa sababu kuna wilaya zingine zina halmashauri 2 mpaka 3, lakini wilaya nyingine ina halmashauri ya wilaya 1. Wilaya ya Kilwa ni kati ya wilaya ambazo ina halmashauri ya wilaya 1. Sasa kama kiongozi wa juu, lazima usimamie shughuli mbalimbali za maendeleo kwenye wilaya, lakini uweze kuhamasisha na kuwa kiungo kati ya wananchi na halmashauri kusudi miradi ya maendeleo, fedha za maendeleo zinazoletwa ziweze kutimiza malengo yake. Lakini jambo la tatu ambalo ni kazi muhimu sana ya mkuu wa wilaya ni pamoja na kusimamia masuala ya utawala bora kwenye wilaya. Jambo la utawala bora liko katika mikono ya mkuu wa wilaya. Tunafahamu utawala bora ni eneo mtambuka sana, ni pana sana. Kuna masuala mbalimbali yanayohusiana na utawala bora. Masuala ambayo yanahusu jamii yetu kwenye wilaya ya Kilwa. Masuala labda ya kuwa na fursa za kuamini dini unayotaka. Lakini masuala ya kidemokrasia, uhuru wa kusikilizwa na mambo mengine kama hayo. Lakini vile vile tunafahamu mimi ndio msimamizi wa serikali za mitaa, mamlaka ya serikali za mitaa katika wilaya ya Kilwa. Na mamlaka ya serikali za mitaa inaanzia kwenye ngazi ya kitongoji, inakuja kwenye ngazi ya kijiji, unakwenda kwenye ngazi ya kata, tarafa mpaka wilaya. Kwa hiyo na mamlaka ya kuweza kuangalia kama maeneo yote hayo, swala ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeridhia kwenye utawala bora, je, linazingatiwa na viongozi wenzangu? Je, linazingatiwa na wananchi wanaoishi kwenye maeneo haya? Kuna taasisi za kidini, taasisi za kijamii na taasisi za kiserikali. Je, swala la utawala bora katika maeneo haya linazingatiwa na hawa viongozi wa taasisi hizo? Kwa hiyo hayo ni mambo makuu matatu ambayo lazima kama mkuu wa wilaya yote makini usimamie, uweze kujua haya endi tofauti na maelekezo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
haendani tofauti na sheria, kanuni, taratibu, lakini hata miongozo ya viongozi wetu wakuu. Je, unahitaji hoteli yenye mandhari mazuri na mazingira tulivu iliyopo pembezoni mwa bahari ya Hindi karibu na mji wa kihistoria wa Kilwa Kisiwani? Suluhisho lako ni Kilwa Pakaya Hoteli iliyopo wilayani Kilwa. Ni hoteli ya kisasa yenye vyumba vizuri vya malazi, mazingira safi na bichi tulivu na mwanana. Huduma utakazopata ndani ya vyumba vyetu, utakutana na kompyuta, TVLD, air conditions, wifi, hita kwa ajili ya chai na kahawa na huduma ya internet. Mgahawa wa kisasa ambao hutoa huduma za vyakula vya aina mbalimbali, vikombe vya kimataifa yani continental foods, vyakula vya Kitanzania, pia kuna vinywaji baridi na vikali na breakfast bure. Kwa mawasiliano unaweza kupiga simu namba +255 714 586405, website www.kilwapakayahotel, Instagram Kilwa Pakaya Hotel, email booking@kilwapakayahotel.com au info@kilwapakayahotel.com. Kilwa Pakaya Hotel inakukaribisha kwa thamani ya pesa yako. Baada ya kujua kwa kifupi usuli wa mkuu wa wilaya ya Kilwa, kama ilivyoelezwa awali, wilaya ya Kilwa imepakana na bahari ya Hindi. Hivyo kuna bandari na fukwe ambazo hutumika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara, utalii, uvuvi, utafiti na hoteli. Kuhusu uvuvi, Comrade Ngubiagai anasema, tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kuwa na eneo kubwa la uvuvi, takribani kilomita za mraba 1221. Eneo la uvuvi kuanzia kijiji cha Marendego mpaka kijiji cha Mbwe Mkuru, eneo kubwa la bahari ya Hindi. Kilwa tunanufaika kupata mapato ya ndani zaidi ya milioni 500 kila mwaka kutokana na eneo moja tu. Mapato ya ndani kwa ajili labda ya leseni za uvuvi pamoja na ushuru wa mazao ya baharini, zaidi ya milioni 500 tunapata kwenye sekta ya uvuvi. Na tunapata ndogo kiasi hicho kwa sababu hatuna zana bora, hatuna wavuvi wanaotumia vyombo vya kisasa. Bado uvuvi wetu wa kijungujiko, bado uvuvi wetu ni mdogo sana. Lakini tuna bahari nzuri, tuna samaki wa aina mbalimbali. Na Kilwa ni kati ya maeneo ambayo yanatoa dagaa, samaki wa dagaa wanaopendwa sana Rwanda, Burundi na Kongo. Ukienda Kilwa Kivinje utakuta hii sekta ya uvuvi jinsi inavyokuwa. Wateja wengi ambao wanatoka ndani na nje ya nchi wanakuja Kilwa Kivinje. Wanaweka fedha zao kwenye mabenki, kwa wafanyabiashara pale wanawakusanyia samaki, dagaa. Lakini kama nilivyosema pale mwanzo, bado tuna upungufu mkubwa, kwanza wa vyombo vya kisasa vya uvuvi, lakini pili hata dryer machine za kukausha wale samaki, dagaa. Tunatumia traditional methods, zile mbinu za kale ambazo unatengeneza chanja, unaweka samaki, unaomba Mungu alete jua. Mimi nafikiri bado serikali yetu ingeona na kuongeza nguvu zaidi katika uchumi wa bahari au blue economy. Eneo la Kilwa linafaa sana hata kujengwa bandari ya uvuvi. Tuna bandari hapa Kilwa Masoko, tuna gati Kilwa Masoko, na ukisoma historia ya bandari ya Kilwa Masoko naambiwa ni kati ya bandari ambazo zina kina kirefu cha asili. Na kwa sababu tuna visiwa vya pembezoni, kwa mfano Songo Mnara, Kilwa Kisiwani, kinazuia waves au mawimbi makali. Kwa hiyo meli hata ikiingia kwenye gati haisumbuki wakati wa kupandisha mizigo na kushusha mizigo. Kwa hakika Kilwa imebarikiwa kuwa na rasilimali kede kede, na inaelekea hii ndiyo sababu ya Kilwa kuwa chimbuko la wageni wengi kutoka kona zote za dunia kufika Kilwa na kujenga makazi yao tangu kale. Je, Kilwa kuna rasilimali gani zaidi? Ina gesi ya asili ambayo inachimbwa katika kisiwa cha Songo. 60% ya umeme wetu wa National Grid unatokana na gesi ya asili ambayo inatoka Songo na maeneo mengine ya Mlimba kule Mtwara.
lakini Songosongo ndio giant wa kutoa gesi ya asili ambayo ipo Kilwa. Na ukienda pale Songosongo utafurahia maisha, kwa sababu tumetengeneza utaratibu mzuri wa wananchi wa Songosongo kwamba wao swala la umeme hawajui bili ni shilingi ngapi. Kisiwa chote wananchi wanatumia umeme na unalipiwa na serikali kwa sababu ya rasilimali waliokuwa nayo pale. Lakini hata mrahaba ambao unatolewa pale kwenye kisiwa cha Songosongo ambao unaingia katika mashauri ya wilaya Kilwa, 20% ya mrahaba ule unarudishwa Songosongo kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kimaendeleo, kama kujenga shule, kujenga zahanati, kutengeneza miundombinu ya maji na kadhalika. Kwa hiyo tunaona jinsi gani hii gesi asili inavyoweza ikaleta mabadiliko na kuleta faida badala ya kuwa laana. Lakini vile vile Kilwa tuna gypsum ya kutosha. Tuna maeneo kama Makangaga, Kilanjelanje, pale Mtandi, hoteli 3, ni baadhi ya vijiji ambavyo vinachimbwa gypsum. Madini ya gypsum au madini ya jasi lugha ya Kiswahili. Madini haya yanatumika sana unapotengeneza cement. Uwezo ukatengeneza cement yoyote duniani bila kumixi cement yako na mawe ya gypsum. Hayo yote utayapata kila siku ya Jumanne hapa Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulaiki.